mbele mimi ni mume wa mke mmoja. Nina watoto 6 kwa leo wa kimwili, lakini na watoto wengi wa kiroho. Haleluya. Amen, amen. Na bila kuponda muda wetu, mimi sitawachosha. Nitahubiri dakika 5 tu. Mimi siwachoshi. Nitahubiri dakika hizi 5 tu na kutoka. Haleluya. Amen, amen. Ninapenda msomaji mzuri. Fungua ile Injili ya Mathayo 28, unasoma 5 na 6. Mathayo 28. Ndio. Tano yake hadi 6. Ndio. Inasema hivi. Malaika akajibu. Akawaambia. Ndio. Siogope nyinyi. Ndio. Kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Ndio. Hayuko hapa. Kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni mtazame mahali alipolazwa. Amen. Amen. Mwinjili ya Luka naye anasema, kwa nini mnamtafuta yule aliye hai katika wafu? Haleluya. Mimi napenda kuongelea leo, kwa nini mnamtafuta Yesu katika wafu? Haleluya. Amen, amen. Na ukisoma Biblia vizuri, hii verse iko na alama ya kuulizo. Kama ukisoma Biblia vizuri, hapa kwenye ya Luka, kule vitu wanatia alama ya kiulizo. Na mimi sasa napenda niseme kwa nini ile alama ya kiulizo iko pale. Porque malaika aulize wale wa mama, kwa sababu aliona wale wa mama labda walikuwa hawajijui. Na malaika pale alama maneno haya mawili tu. Neno la kwanza aliona kushangaa. Kwa nini alishangaa? Aliona wale wa mama na wale wanafunzi ambao wametembea na Yesu. Yesu aliwaambia aseme, mimi nitakufa na siku ya 3 nitafufuka. Mimi nitakufa na nitazikwa na siku ya 3 nitafufuka. Lakini wale ambao Yesu aliwaambia kwamba mimi nitakufa, nitazikwa, na tena wale watu walikuwa kwenda kaburini kuitazama kaburi la Yesu. Akaona je, watu walikuwa na Yesu au je? Hao watu kurudi waende tena, si tunaenda kaburi. Hao watu walikuwa na Yesu au je? Akakuwa na mshangao wala malaika. Neno la kwanza alishangaa. Tu watu kwa wanatembea na mtu, ulikuwa unakwambia sisi zake zote, tena wewe nyuma tena unaanza kufanya vitu sio zikate. Ulikuwa na yeye. Malaika itembea na watu na kuwa na watu. Alama ya kwanza ya mshangao kwa Yesu kwa wale malaika. Neno la pili kwa Joshua. Aliona kwamba wale wote walikuwa watu waamini. Maana walitembea na Yesu lakini hawakuwa wanaamini Yesu Kristo. Juu ukiangalia wakati wanawake waliporudia, waliposema Yesu amefufuka, mtu wa kwanza kukimbia mbio ni mmoja alikuwa pamoja na Yesu. Amumjue ni Petro. Naye akakimbia mbio. Iko anaangalia kaburi. Na Petro wakati Yesu anasema yeye alikuwa anasikia yote, asema mimi nitakufa, nitazikwa na nitafufuka kwa siku ya 3. Lakini Petro yale yote tena ameyasahau. Alikuwa anataka yeye Petro alikuwa kuamini. Angekuwa na amini, labda yeye angeenda kaburini kulitazama kaburi la Yesu. Haleluya. Kama unatembea na mtu na wewe haujaamini, ingekuwa hili sana tembea na mtu na uamini maneno yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukisoma mwili Injili ya Yohana 20 kuja kule, asema wakati Yesu anatumia wanafunzi, mwingine hakuwa pale. Huko mmoja hakuwa pale. Wakaambia tumemuona Masia. Ule naye akaanza kusema mimi sitaamini kama simuone kwa macho yangu. Eske wale watu walikuwa na Yesu kabisa? Wale watu hawakuwa na Yesu. Tu walikuwa na Yesu. Tomaso akasema mpaka mimi mguse kwa mkono yangu. Ndugu zangu, hata ndani ya kanisa kuna watu wengi wanaingia kila Jumatatu kwa watu hawajaamini. Mtu ambaye anaamini kitu wake na woga. Mtu ambaye anasema kitu mimi nakiamini ndani yake woga haikuwaki. Shadraka, Meshaki na Abednego mbele ya ufalme walisema sisi kwa sababu tunaamini Mungu wa mbinguni. Hatutaabudu sanamu zingine hapa chini ya jua.
Amen. Kama ukiamini kitu ondoa woga. Tu ukipata hivi kitu na kisadiki kwa haki na kweli, woga ndani yako haitakuwa. Akamwambia mfalme sisi hatutaabudu sanamu nyingine kwa sababu walikuwa wanaamini, lakini Petro, Yohana na wanafunzi waitembea na Yesu lakini hawaamini maneno ya Yesu Kristo aliyowaambia. Bwana Yesu asifiwe. Labda wewe kwa siku sasa labda wewe uko mahali hapa unaenda lakini bado hujaamini. Napenda siku leo uamini kwa mwaminifu mkamilifu. Usikue sababu Tomaso alitembea na akasema mimi kama siamgusa kwa mkono wangu sitaamini. Wakati Yesu alisikia kwamba Tomaso